sadaka ambayo imebeba mambo mengi sana ndani yake. Sadaka Mungu aliyoitaka kwa wana wa Israeli ya kujenga hema ya kukutania. Ile sadaka ilikuwa imebeba nguvu ya mabadiliko. Sadaka ya kujenga hema ya kukutania, Mungu aliagiza wamtolee sadaka, wamjengee mahali ambapo ataliweka jina lake. Watu watakuja kuabudu, watu watakuja kumtafuta Mungu, watu watafunguliwa. Lakini kabla watu hawajafunguliwa, hawajamwabudu Bwana, Mungu anaweka maagizo, sadaka zitolewe. Kwa hiyo moja ya sadaka muhimu iliyobeba nguvu ya mabadiliko ni sadaka ya kujenga hema ya kukutania. Leo tunasema ni sadaka ya kujenga kanisa la kuabudia. Sema amen, mtu wa Mungu. Siku moja mtu mmoja akaniambia, moja ya watu wakubwa duniani matajiri ni watu waliojenga nyumba ya Mungu. Akasema mtu yeyote tajiri, hata kama utajenga majumba dunia hii yote, usijenge nyumba ya Mungu, wewe ni maskini. Akasema hivi, hata kama utajenga nyumba kila kona, usijenge nyumba ya Mungu, wewe ni maskini. Lakini kama utamjengea nyumba Mungu, wewe ni tajiri. Nikamwambia Mungu akubariki sana. Kwa hiyo moja ya sadaka imebeba mabadiliko ni sadaka ambayo Bwana ameagiza watu wamtolee, wajenge hema ya kukutania, wajenge kanisa, wajenge nyumba ya Mungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 13, 14 na kuendelea. Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma. Basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na nyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Sadaka ya kumjengea Mungu hema ya kukutania, namna ilivyo na nguvu ya mabadiliko kwa wanaotoa na kwa wasiotoa. Yaani hii ni sadaka itaachilia majibu kwa mtoaji na kwa mtu ambaye hatatoa. Biblia inasema Mungu akaenda kwa Nuhu. Mmoja aliona dunia imeharibika, watu wameijaza dunia dhuluma. Akaenda kwa Nuhu. Mungu anamwambia hivi, nimeona dunia imeharibika, haifai kabisa, kila kilichomo ndani yake hakifai. Lakini wewe Nuhu umepata neema. Hebu sema tumepata neema. Unajua unapopata vitu kama hivi ni neema. Hii ni neema. Yaani Mungu hataki akuharibu pamoja na watu ambao hawajui haya. Kwa hiyo ni neema. Akamwambia umepata neema. Sasa natoa maagizo, natoa utaratibu ufanye. Jenga safina, ili kila kiumbe kitakachoingia ndani ya safina kiwe salama. Kwa hiyo maagizo ya Mungu, hema ya kukutania ijengwe. Mungu alikuwa anatafuta aachilie nguvu ya mabadiliko. Kila mtu atakayeingia ndani ya hema ya kukutania awe salama. Akamwambia jenga safina, na kwa sababu ni maagizo, hata Nuhu angelikataa kujenga, naye angeligarikishwa na yale maji. Na ndio maana siku ya kuingia kwenye safina, si Nuhu aliamua aingie. Yaani amejenga yeye kwa nguvu zake zote, lakini saa ya kuingia kwenye safina ni Bwana anakuja na mwambia sasa ingia. Ili ujue alitakiwa kutembea kwenye maelekezo, si tu kuingia ovyo ovyo. Anajenga mpaka inakamilika, bado hajaingia. Sadaka ya kujenga hema ya kukutania imebeba majibu. Sema amen, mtu wa Mungu. Kujenga nyumba ya Mungu kuna nguvu ya mabadiliko. Nuhu akajenga safina. Amemaliza kujenga safina Nuhu, Bwana anakuja anasema sasa nataka niachilie nilichokuambia Nuhu. Ingia ndani ya safina. Nuhu akaingia. Mvua ikaanza kunyesha. Mvua ilipoanza kunyesha, watu ambao
hawakutii maagizo ya Mungu, walifikiri jambo la kawaida. Maagizo ya kutoa sadaka ya kujenga hema ina matokeo. Ilimsaidia Nuhu na ikawaangamiza wengine.